mani nitoke niende. Lakini unafikiri niliwajilia hiyo kipakuli? Nilibebana nayo mpaka kwa kaburi, wakati nasika iko hapo ninaona na macho. Mimi nikasika mwenda sake. Mchanga ya mwisho nikaomba ya mwisho na nikaenda na karai mpaka kwangu. Nikaenda kuhesabia mahali pale. Nililipa teni ya M-Shwari, nikalipa ya Fuliza na nikalipa ya maduka, ikaisha. Na nikahesabu ile imebaki ni 98,000. Nikaweka kando hapo. Asubuhi wazee wa kanisa wakanikujia. Kwanza chema alinipigia akaniambia kuna wazee wanakuja mahali pale, wewe uko kwa nyumba? Nikamwambia niko kwa nyumba. Nikaambia wakuje, na nilisuspect ni pesa wanakujia. Haikufika dakika chache pikipiki ikasikika kwangu hapo. Treasurer akashuka na mwenzake secretary. Wakafika kwa pastor wakasema ya kwamba pastor, pole hatukukuwa around, nasikia ulifanya kazi mzuri jana. Ubarikiwe sana. Hata area wanasema wewe tu. Hiyo someone pato wanakumbuka. Lakini ile kitu ilisanywa hapa, hebu saidia sisi tuende tuone alafu tutakusort. Nikamwambia iko hapa. Nimetumia kidogo lakini iko. Na kwa sababu nyinyi mmekujia wandugu, enda nayo. Na hiyo matanga iwafuate. Waliwacha na friend. Waliwachana nayo. Walienda one way, hawakuongelesha mimi mpaka leo. Walienda nyumbani. Mmekataza mimi salary for 6 months. Mwenyezi Mungu amekumbuka mimi kupitia watu ambao si wa kanisa, na wamelipa hiyo karibu miezi 10, alafu mnakujia. Matanga ingewafuata mpaka mshangae ilikuwa nini. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuone kabisa kwa uzito kusimama na mchungaji inamaanisha nini, asa nyinyi members wa AIC. Tafadhali tusemezane ukweli hapa. Ili tukitaka tupone, tukitaka tukufe. Nilipata call kama kila mtu kuwa pastor. Na kwa sababu historia yangu ilikuwa mbaya. My father is a police officer. Na hakuwa ameokoka. And I was with him nikiwa Nairobi. Ninasema hivi kwa sababu wakati nimesema nataka kuwa pastor, people remembered my first life. Na wakasema huyu atakuwa pastor aje. Na amekuwa na maisha hiyo. Mahali tulikosania na baba ni kwa sababu nilienda Nairobi kukaa pamoja na yeye. Na nilipokuwa nakaa na yeye akapata leave. Yeye ni police officer, la pengine kuna askari hapa ataelezea kama nasema uongo. So alipoenda nyumbani na simu haikuwa imefika at that time, akawacha mimi kwa nyumba. Mimi nikakaa, pesa aliyoniachia ikaisha, waje nipate njaa. Hii ilikuwa njaa ya ajabu. So wakati nilikuwa na mop hiyo nyumba room, kufungua wardrobe nikapatana na nguo yake ya polisi. Mimi nikasema sinifae nione kama ninaweza kuwa polisi. Mimi nikafaa na nikaenda kwa kioo. Nikapiga salute, nikatokelezea askari ya ajabu. Kitu ikanikuchia kwamba enda sanya watu wenye wanakaa ovyo ovyo, utishe kama kwamba unawapeleka sel. Ndio wakiona wanasukuma watatoa kitu kidogo, utajiondokea na balaa. Kitu ingine ikanikuchia kama waso, ikasema wacha ujinga, unaweza shika askari mwenzako upate tap. Ndio nikaachana na hiyo, nikafikiria ya pili. Kitu ikaniambia wenda kwa barabara tu hapo, uchifanya traffic police officer, simama tu na kitu kama file hivi, na ukiona gari inanguruma vibaya, kando. Nikaambia Mungu asante kwa wazo hili. Nikaenda kwa barabara, wapendwa. Nilipoenda kwa barabara nikasimama kama traffic police officer. Siku ya kwanza nilisanya shilingi 3,800. Hiyo 100. Lakini nilikikosea nikafanya makosa manne. Number 1,
ile service number ya askari inawekwa hapa ya my father ni 3671. Huyo ni mtu aliandikwa kazi 1978 kurudi chini, lakini sura inasema 18 years. Haipatani. Number 2, hakuna askari anasimama peke yake barabara, wanakuanga pea tu wawili. Kwa hivyo mimi nilikuwa nafanya barabara yote. Gari yenye inakuja namna hii nasimamisha, akinisot nakimbia kwa barabara ile ingine nasimamisha, nikakaa kama wasimu. Makosa ya 3, hakuna askari ambaye anasimamisha number plate ya parastatal ama chike. Hiyo ni serikali wenzake hapa namna gani? Lakini kwa sababu mimi nilikuwa askari Bonoko, gari yoyote imekuja kando. Siku ya kwanza nilifaulu. Siku ya pili ndio niliamuka na mkono wa kushoto. Gari ya kwanza nilisimama ilikuwa ya CID. Askari wenzangu wakasimama, wakasema Avante, shida ni nini? Nikaambia hii gari na nguruma vibaya. Wakasema tufanye namna gani? Nikaambia ongea vizuri ama ntani. Wakaenda kando waine, wakatoa shilingi 1000 ngapi? 2, na wakachukua kalamu wakaweka XX ikikuwa ni XP, na wakakuja wakaniambia shika. Nikaona 2000. When the deal is good, think twice. Nikaona hapa ama ni Nairobi watu wako na do. Wakaenda nayo. Kumbe walifika ngambo hile, wakaset kamera kutafuta evidence ya vile mimi nafanya. Wakarudi ya pili tena, nikawasimamisha, nikasahau ilikuwa ya kwanza. Wakasema shida ni nini? Wapi mwenzako wa kufanya kazi na yeye? Nikaambia alikula marakwe, nikama tumbo imemwendea vibaya. Wakasema tukingojana huyu wa boss anayekupanga kazi. Nikaambia boss wa kupanga kazi, akasema wachana nayo. Service number yako ni ngapi? Nikaambia service number hii maswali yote hii. Nikapeana mikono. Ikawekwa saiko ngapi? 5 ndani. Wakati nyinyi mnaimbanga Paulo na Sila waliomba, atiyo gereza niliingia, haingefunguka. Nikakaa huko 1 week, kitambo ipikwe signal Kapsawar iende kwa village ndio msee akuja nitoe. Niliona siku mrefu. So wakati mimi nasema nataka kuwa pastor, Baba anasema umechambasi dunia kwa muda mrefu, usiende kuchambasi kanisa. Nikaendea kanisa, nikaambia mimi nataka kuwa pastor kabisa, nimeokoka. Wakasema wacha tukuone kwanza, wewe ni tenja kwa kazi ya Mungu, tukuone. Waliniona mwaka ya kwanza, mwaka ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, mpaka nikakasirika. Kumbe ningekuwa shule pamoja na Reverend. Sikujiunga na wewe tu, ni kwa sababu nilikuwa napitia masaibu. Mpaka siku moja nikasema liwe liwalo, kama ni Mungu aliniita nitaenda bila chochote. Lakini nikapitia weekend Koito, ilikuwa area. Wakafika huko, kumbe pastor hakukuja. Wakasema pastor mwenye wako harau nana naweza kitolea tupetie neno ya dakika 5. Nikasema na mimi. Wakasema kuja mbele. Waja nifika mbele, nikahubiri kupitia kitabu ya Abraham chapter 12 verses 1. Biblia nasema na Mungu akamuita Abraham akaambia ondoka. Hata siku ya leo nasema Nancy, Mungu amesema ondoka kwenu kwa mahali ninakuonyesha. Kumbe hata wakujua hakuna kitabu inaitwa Abraham. Lakini walibarikiwa. Nikaambia ninaenda Bible College wapendwa, na sina chochote. Walevi wakachanga shilingi 36,000. Mimi nauliza siku ya leo, kanisa walikuwa wapi walevi wakinichangia? Kwa sababu kanisa wanakumbuka dhambi ya polisi. Kwa hivyo AIC Pioneer, do not joke with me. I am a retired Nairobi commandant traffic. Commanded to support God's servant. 1 Kings chapter 17 verses 6 to 16. Verses 8 to 16. 1 Kings chapter 17 verses 8 to 16. Then the word of the Lord came to him
once at Zarephath in the region of Sidon and stayed there. I have commanded. This is another version. Bible says, I have commanded a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? Angalia wenye njaa wanakujanga kwa manyumba yenu wakiulizia maji. Na zamani tulikuwa tunaambiwa na wazee wetu ambao hawakuwa wameokoka kwamba na mtu akiulizia maji usimpe nini? Umpatie kama maziwa ndio umpatie maji baadaye. Lakini siku hizi wenye wameenda kanisa na wanajua Yesu ni nani, kwa town kama Eldoret mtu akiulizia maji hata na hiyo maji hawezi pata kwa sababu Kasongo amekasa uchumi. Jitegemee we mwenye na town hakuna kitu ya bure. Lakini huyu ameulizia nini? As she was going to get it, he called and bring me please a piece of bread kidogo. As surely as the Lord God lives, she replied, this is a widow. Watosi walikuwa wapi at that time? I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jar, in a jug. I am gathering few sticks to take home and make meal for myself and my son, that we may eat it and die. Elijah, Reverend Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as I have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says. The jar of law will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain to the land. Wale wote watasimama na mchungaji siku ya leo hawatasota kwa sababu Mungu amesema hivyo. Kwa kusimama na mchungaji siku ya leo mambo yatafanyika hapa ambaye itakuwa ni kumbukumbu ya maisha yenu kabisa na mpaka watoto wenu. Why does God command us to support his servants? Even if you refuse, God is not short of ways of how to make us support us. Juzi nilikuja AIC Nyilel. Mwingine akaniambia, hii mahubiri yako umetoa Kichichi, ukuje pole pole. This is town. Ama sivyo utakonda. Nikaambia mimi nimekuja kutoka village na public opinion kama hii. Mimi niko na miaka 40 something. Nani amekuwa kilisha hii tumbo ikakuja hivi? Wewe ujiulize hata. Atakuja pole pole. We will make this tumbo ikutane na mgongo. Are you God? Nikaambia you love it rough my friend. Utajua njia ya kwenu imeanza na mahali umesimama. Vile nimefika hapa, I don't memorize someone. I am not a respecter of persons. Mimi nimeambiwa, mimi si kuandika. Mimi nimeambiwa to deliver the message the way it is. Na kama umekuwa kurti ya someone for kama imekuwa kichwa ngumu, Mungu ameleta kiwe ambaye itakupasua hiyo kichwa ngumu yako. Na the kiwe itself ni mimi. Alinyamaza mpaka siku ya leo. Because I am still fiery kwa kuambia watu the truth. And the truth is the truth. Haina kupita kando. God commanded us to support these servants because he wants to bless us. And if we will not even support them, because God has ways of supporting his servants, they will never suffer. Not many Christians know this fact. They don't know that their pastors need their support in order for them to serve them better.
in the book of Hebrews chapter 13 verse 17. Hebrews chapter 13 verse 17. Hebu wekelea hapo watu au watu waone. 13:17 Hebrews. Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be no benefit to you. Niliposikia kwamba Reverend anasema kwamba watu wanamtumanishia pesa yeye ndio aweke hii kitu ya kanisa. Wewe unafikiri kanisa yote wataalau wachungaji washiriki watumanishie pastor pesa? Hata mimi nilifika nikasema basi hii carpet inataka, si nilikuuliza kuhusu carpet. Nilisimama kwa kanisa nikasema tunataka tuweke red carpet hapa. Na mwenye anatumanishiwa pesa ni mimi. Na mimi nataka watu 100 kwa hii kanisa wasimame, kila mtu atoe 1,000. Watu walisimama 200. Walituma pesa yenye ilileta discomfort na council. Kwa sababu council wakiona ng'ombe inaletwa ambaye ni shukrani, ingefaa kuwa ya pastor, wanakutananga na emergency. Lakini ikiwa ni malenge na mboka na tunini, hawakutanangi, sijui kwa nini. Kwani sisi tunastahili malenge, hatustahili kubeba ng'ombe? Nikasomea hawa this fast, nikaambia sisi ndio tunasimama kwa ajili ya nyoyo zenu, and we will give accounts on your behalf. Wacha kuniambia Wednesday ulifanya nini? Wewe si wa mtu wa kunimanage. Hiyo ndio swali litaulizwa na Mwenyezi Mungu, including you kama chairman. Ni kama hii Eldoret wachapata fases kama hii wanapata wakati mimi nimeingia. Hata nyinyi ambayo mnaona siku ya leo this fast, maisha yenu na ya watoto wenu inasimamia hao wachungaji. Nyinyi tu mkutane kwa hoteli mkunywe chai kwa sababu mmekosa maandazi ya kutafuna, mnatafuna mchungaji. Mtaona siku mrefu mtatafuna na dunia mtabaki kilo 2. Therefore, my friends, many people don't understand this fact. And despite the status of their pastors, them being not rich, others are using bodabodas kufika kwa kanisa, they think they were not called by God. We were called by God. Haijalishi kama ako na bigibigi ama ana. Sisi wote tuliitwa na Mungu. We do the same thing yenye tuliitiwa kufanya. Hata Prophet Ezekiel aliambia watu sisi tutapelekwa mateka Babylon. Na hata Ezekiel mwenyewe alipepwa. Mtu angejiuliza swali ambaye ni logical. Kwa nini mtumishi wa Mungu akuwe katika mix na yeye ni mtumishi wa Mungu? Lakini alipatia watu tumaini, akasema ya kwamba miaka 70 ikiisha tutarudi nchi yetu. That never downgraded Ezekiel. He still remained the anointed servant of what? Of God. Friends, hebu tusome Mathayo 13:53 na 58. Because our members lack to understand this, wakakaa kama hao ndugu wa Yesu. Matthew chapter 13 verse 53 to 58. Bible says, when Jesus had finished these parables, he moved on from there. Coming to his hometown, mahali alizaliwa, kila mtu alikuwa anajua ni mtoto wa Kapenda, ni mtoto wa Maria, na tuambia story gani hapa? Kwamba anatoka mbinguni aje. He began teaching the people and in their synagogue. And they were amazed. Where did this man get this wisdom and these miraculous powers? They asked. Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother named Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas?
Aren't all his sisters with us? Where then did this man get all these things? Hawakuelewa. And they took offense at him. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own town and in his own home. Sisi kabisa hatuwezi tukahubiri injili inayosikika nyumbani, kwa sababu tumethiakiwa. Na hata tukiwa katika area hii yote tukisema mambo ambayo badala ya wewe kuokoka na kulainika, and I come from Marakwet, unasema Marakwet in it. I'm no longer a pastor, I'm Marakwet in it. They name us like that kwa sababu they take offense as from what we preach. Na kwetu kweli si nitasimama na kuhubiri wasikie, kwa sababu tulipokuwa standard 7 tuliiba maziwa ya Nyayo. Nyinyi wengine GNC mko hapa mjui maziwa ya Nyayo ni nini. Ingine ilikuwa na bulletin 12. Na mimi nilikuwa mdogo kwa darasa, nikaingizwa kwa dirisha. Wajana siku hizi nimejenga. Nilikuwa 1 GB, sasa niko 12 GB. Nikaingizwa kwa dirisha nitoe maziwa niwapatie wengine. Na tukaambiana kwamba mtu asiseme chochote. Mimi nikaenda kuficha yangu. Lakini dhambi haifichiki. Tukapatwa. Nasukia tukiwa break tukaambiwa tuende ofisi. Sisi tukaenda ofisi. Tukaambiwa kila mtu atoe suruali. Na suruali zote zikasanywa, zikapepwa across kiwanja. Tuliwekelewa maunyo huko. Mpaka tukakiri kwamba tulifanya. Tukaambiwa basi endea suruali yako wapi? Juzi nimeenda nyumbani kuhubiri. Mzee mwingine akacheka. Akasema hiki kijana ni fani sana. Juzi tuliona tu bila suruali. The prophet is not with honor in his own town. Wanakumbuka mtu ana suruali. Ajui hata vindu vijenjanga imebadilika. So because our members don't understand this, number one, they become skeptical, hostile and critical to the pastor, to the extent that they are not getting what God is sending them through that pastor. They are still remembering first things iliyofanyika. Na kwa wakale ni wabaya sana kwa sababu wametungia sisi wimbo na kusema kyokwang basta ko tulduyet ko nyogonyu. Kyokwang basta ko tulduyet ko momwoiwo. And we are taking the message to their families' homes. Na watu wekewi sisi wimbo. Mutajibu mkiwa mbinguni, sijui mtaambia nini Mungu. Mimi nimeenda kwa mshiriki. Na kwa sababu mimi sitangazi, nikapata ni lunch time. Mama akapika kaugali kidogo na kanikongea mayai 4. Kumbe hakongeangi mzee yake mayai, anakongeanga pasta peke yake. Pasta mume wake akakuja jioni akaona kwa takataka akaona mayai imekongwa. Akauliza mtoto mdogo nani alikuwa anakula hii mayai? Akaambiwa pasta. Akatafuta mimi kwa sanda. Akasema nasikia ulikuwa area Wednesday. Nikamwambia Akasema unataka uniambie wewe ni pasta ama chema yai? Nikamwambia mimi yote, pasta na chema yai tunakula wote. Lakini mwenzangu, mzee mwenzangu, hebu tuulizane. Kama wewe unatoroka kwako saa 12 na unajua kuku anatega saa 5, mimi ndio pasta naingia saa 6. Iko ubaya wapi tukikula mayai? Si upaki nyumbani tukule kwa pamoja. Unaona ile usito tunabebanga. Tulikuwa tunaleta salvation kwako, lakini mzee amekasia sisi mpaka akuji kanisa kwa sababu sisi tumekula ile nono kwake yenye angekula. Hayo ndio mambo tunapitia. So they criticize us. Number 2, they familiarize their pastors to extent that when they are taking, to extent that when they meet them, wanasema rada basi mambo. Hey, those people will never be blessed. Angalia Catholic vile wanakimbisa nani yao? Fata yao. Wanachukulia park. Nana alikimbilia mimi nikikuja hapa? Hata nilikuja na koala bwana. Mimi sikukuja
nini kimandazi nilikuja vizuri. Hakuna Asha ngenyangenipeleka mkono kuniambia pastor karibu mpaka anileta mpaka hapa. Ingekuwa fata angebebwa nini? Pak. Aisi mtafika hapo lini nyinyi? Mnataka Yesu akufe tena msalabani ndio mfanye hiyo shughuli? Pastor. Uzuri mimi pastor wetu hata msibonita. Hata bato sikienda Uganda. Zibato yuko mahali kubwa sana. Ama namna gani? Nikawa nafuata siku moja huko Tindiret. Mashishi. Tukakaa na yeye kabisa. Tukamaliza mashishi, tumekaa kwa kaburi pamoja. Alafu wakasema twende lunch. Tukaenda kwa mshiriki yao. Kumbe mimi nilikaa kiketi ambayo fata angekalia. Alafu mwenye alileta kuku alimiscalculate. Hakujua ilikuwa mwili tesem na yangu. Alipoleta kuku, yani ni kuku unajua ukienda hii kusafi hii chakula hii inaitwa nini? Hii fupe. Washiriki kuwa na tabia mzuri. Ukiona kuku utoe moja. Sie tuliambiwa weka kuku mzima ikae kama kuku. Lakini huyu aliletea fata wake kuku mzima iko pacha hapa, iko mkongo na pacha hii nyingine imekaa kama kuku. Alikuwa analetea fata yake. Lakini iliangukia kwa meza yangu. Hata kabla ya kunawa mkono mimi nilianza kukula. Lakini vile aliniangalia ilikuwa inaeleza kwamba angekuwa na kipogo. Angenichapa kuchapa mimi. Lakini mimi naye ile ingekuwa yangu ikakuwa ya fata yake kwa sababu unayofikiria ndiye kumbe siye. Wewe nafikiri tunachenga mwili kama hii na mawe? Mimi naonanga washiriki wangu wengine nikienda nikiwatembelea kila siku kwao wananiambia pastor utakunywa juice ama chai? Usiulize mimi swali ya ujinga kama hiyo. Nitakunywa juice nikingoja chai ive. They shake their fasters' confidence to the extent that they give God's word with low self-esteem wakiwa kwa pulpit. When I was graduating, mtu akaniambia ya kwamba usiwahi omba mshiriki pesa. Hata ukikwama, omba mtu ya dunia. Huyu atakuweka siri. Kwa sababu ukiomba mzee wa kanisa anaambia bibi yake anaambia wa mama. Ukihubiri anasema Bwana asifiwe, mama anasema ako na pesa ya mzee yangu 1000. Hawawezi barikiwa. Na wanajua kutembeza kabisa. Kwa nini mchungi siri? Siku moja wakati nguo ilikuwa bado chache na fashion ya majacket ilikuwa inakuja. Kuna mrembo nilikuwa napenda sana. Nikaomba rafiki yangu nini? Jacket. Nikaambia bwana mimi naenda kupata mrembo. Saidie mimi hii jacket yangu. Akanipea hiyo jacket. Hata mrembo aliniambia leo umeng'ara. Wakati alikuwa ananisindikisha towards home. Tukakutana na ndugu, kumbe alikuwa anapenda hii mrembo pia. Lakini kwa sababu alikuwa anataka kunifrustrate akaniambia na nilikuambia uchunge jacket usikalie samaki, sasa umekalia itaoshwa wapi? Alisema tu kwa sababu alikuwa anataka kunitalilisha mrembo ajue ya kwamba jacket ni ya kuhaya, ni yake. Kwa nini tunafanya kama dunia kama kanisa? Kwa nini tusifunikane aibu? Na wenyewe mmeona supermarket ya pasta. Hata hii supermarket iko hapa, wewe umeona line ya pasta, wachungaji kujeni karibia titi. Mmeona? So we are the same. Na Mungu anakuhesabia ili uchunge mai welfare. Bwana asifiwe. Lakini mimi naona hii kanisa iko sawa. Let us go to the sermon. Why are we commanded to serve, to support our servant? Why are we commanded to support God's servant? Why? We are commanded to support God's servant because number one,
process of increase in what we do. Hautapata war kazini. Wacha nikuambie, your pastor will stand in that cup, atasimama kwa pengo hiyo, atakutetea. Maombi ya mchungaji wa AIC Pioneer kwa mtoto wa AIC Pioneer itasimama. Unafikiri maombi yenye tuliomba hapa kwa wale ambao walitengeneza viti itaenda bure? Hebu soma hiyo verses 17-14. Elisha anasema nini? For this is what the Lord God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jar of oil will not run dry. Bwana asifiwe. Kusimama na mchungaji, hata ununue nguo ya wale wa 10, wale wa 20, haraka yako pati yako, ukifaa itaonekana 3,000. For the glory of God itakuwa juu yako. Bwana asifiwe. Simama na mchungaji. Wacha kukandamiza mchungaji wako. Ukiona mchungaji yako amekaa shakala bakala, aibu ni yako. I love Philippians chapter 4 verses 14-19 inasema nini? Yet it was good of you to share in my troubles. Huyo ni Paulo. Moreover, as you Philippians, kitabu wa kanisa ya wabelieve, no. In the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out of Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. Kanisa ya wabelieve walisimama na mchungaji. Kanisa zingine wako simama na mchungaji. Angalia vile wanapigana. Angalia vile wako na tabu. Makanisa ambayo hawawezi simama na mchungaji, tabu iko mingi sana. Wanaweka enmity na mchungaji. Na unajua kwa nini wanaweka enmity na mchungaji? Ni kwa sababu mchungaji anawaambia vitu ambayo wanaofanya ambayo ni kinyume na sheria ya Mungu. Hata Adam alipokosea Mungu alitoroka. Mara mingi washiriki wanatorokanga kwa sababu hawataki kuokoka, wanataka kuendelea na shenani kana si dhambi ambao wana entertain shetani kwa muda. We are only servants. Hatusemi mambo yetu, tunasema ya Mungu. Bwana asifiwe. Ikikukusa ubadilike, ikikukusa uokoke. Sina ubaya na wewe. Hakuna shamba tunashia na wewe. Hakuna kitu tunangangania na wewe. Na mimi sikuelewi, sikujui unatoka wapi. Kama nimesema kitu ambayo inakukusa, okoka pole pole kimoyo moyo. So Paulo anaambia Wafilipi kwamba mlisimama na mimi. Na akasema mambo mengi, for even when I was in Thessalonica, you sent me and more than once when I was in need. Because pastors are in need. Not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account. Something will increase in your account if you support God's servant. Hakuna kitu tunapewa sisi inaenda bure. Baba wetu wa mbinguni analipa. Immeasurably. Imejazwa mpaka imejaa. Hautawahi enda hospitali kusema nini? Wacha kukua mkono ham. Funguka. Number 2. Point number 2. There is a grace of answers. Verses 17-18 to 20. 17-20. Yani kuna grace ya kujibiwa. Ni vitu ngapi unauliza Mungu? Ni nini wewe unauliza Mungu? Bwana asifiwe. Ni nini unataka maombi? Ni nini unataka maombi ijibiwe? Ni siku ya leo wakati unasimama na mchungaji wako. Sikia, sometime later the son of the woman who owned the house became ill. He grew worse and finally stopped breathing. Kumaanisha alidedi. She said to Elijah, what do you have against me, man of God? Did you come to remind me of my sin and kill my son? Elisha akaomba na akasema, give me your son. Elijah replied, he took him from her arms, carried him to the upper room
where he was staying and laid him on his bed, Elijah, na akashughulikia maombi ya ajabu mahali pale. Bwana asifiwe. Aliposhughulikia katika maombi, then he cried out to the Lord, Lord of my God, have you brought tragedy even on this widow I am staying with by causing her son to die? Then he stretched himself out on the boy 3 times and cried out to the Lord, Lord of God, let this boy life return to him. The Lord heard Elijah's cry, and the boy's life returned to him, and he lived. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya maombi ya nani? Ya mchungaji Elisha. Elisha returned life to the lifeless body of this son. Watoto yenu wako namna gani? The spiritual cover ya watoto wenu ni wachungaji wenu. Wacha niwaambie ukweli. Take care of the pastors. They will take care of the lives of your sons and daughters. Wasikue watu wa bangi hapa. Wasikue watu wa miandarati. Hata kama wanaenda Australia waende wapi. Pastor is the cover of your children. Angalia Elisha. Bwana asifiwe. Nilipofika Eldoret nikapewa room. Kuna mama alikuja akasema, pastor, kuliko uende Kapsabet ukirudi, ukienda ukirudi, waje nikupee pete 6. Akaweka kitanda, iko taa, analipa bills kila kitu. Mimi tu ni kwenda kulala, na akaweka mesa, mimi natengenezanga salmon, hata hii salmon nilitengeneza huko jana usiku mpaka saa 7. Uone hiyo ni baraka. Watabaki TSM. Lakini siasa ya AIC, pastor nataka nini kwa hii mama? Kama ni wito kwanza, huyu ni wito. Ingekuwa AIC, kesi ingekuwa kiasi gani? Anasema vile pastor anaongea na wito siku hizi. Na vile wanaangaliana kwanza. Sijapenda. Mkiulizwa na Mungu mbinguni mtajibu nini? Thank you very much. Usijiweke kesi watoto yako wapotee. Stand with your pastor. Asante kwa sababu kuna wenye wanaweza mtumanishia pastor kitu. Endeleeni kutuma. Wewe unafikiria akipata tu anasikia hivyo na kunyamaza? So unaona anaandikanga message anasema God bless you. Kitu kama hiyo. Utendewe kile unataka. Hatusemi hivyo ndio mtu tumanishie. Kama utake kaa nayo. Hatutakwama pia. Nasifiwe. Lakini it is wise. Ama namna gani? It is good. Tunapitianga pastor, tunaendanga sherehe bwana, mtu anakuja kuwacha we town. Anawacha mimi stage hapa. Hataki kujua kama nilipata gari. Na sina shilingi hata ngo. Mimi nimekaa stage hapa, gari ya Kapsabet hakuna, imeisha. Na jamaa amependua gari yake ameenda. Hakutaka kujua mimi ninaenda wapi. Nikakaa petrol station mpaka nikapanda ambulance. Ya kubeba magonjwa kama mimi ni mgonjwa. Sasa napita hii barabara wi. Chumunga alileta ambulance ningedu. Number 3. Why are we commanded to support God's servant? Number 3. Number 3. We are commanded to support God's servant because number 3. There is grace of restoration. There is hakuna kitu itapotea, my dear. Wacha nikuambie. Nothing will get lost. Mahali umetoa itaongezeka maradufu. Huyu ni Mungu tunatumikia. Soma 23:24. Elijah restored the life of the son ambaye alikuwa amefariki. Elijah picked up the child, carried him up from the room into the house. He gave him to his mother and said, look, your son is alive. Na alikuwa ameendanga. Nini imeendanga kwako? Siku ya leo utarejesha katika jina la Yesu. Upendo imepotea kwenu. Mnakuja hapa kanisani mnafanya
kitu inaitwa public what? Wanafanyanga kitu kama inaitwa nini? Wanasema huyu ni mke wangu, anaitwa Yusila. Lakini kwao waongeleshani. Leta kitu siku ya leo, mambo itarudi tu. Bwana asifiwe. Mtaongeleshana mshangae hasira ilikuwa ya nini? Nuksi ilikuwa ya nini? Because restoration will happen in your family. Bwana asifiwe. Hamtaki restoration? Tangu lini wewe ukicheka na mume wako? Ama na watoto ama mnaangaliana kila mtu ni simba? Baba akiingia kijana anatoroka, anaenda wapi? We are supposed to live like a family hapa namna gani? Sisi ni one. Ama nini? Tunaenda mbinguni Bwana. Hatuna time ya kukorofishana, hatuna time ya kungangana kusema kwamba huyu ni simba, huyu nini. Kaeni namna hiyo. Watoto wasome, wewe baba unakuwa simba. Mtoto akipata kazi ya Australia anatumianga pesa mama. Wewe unakoa kwa ile nyumba tu. Iwezi isha. Alafu mtoto akiwa Australia anapigia mama yake simu. Anasema unationdo yo. Ni wewe. My friend, vitu itarekesha. Bwana asifiwe. Siku moja nilikuwa na stress. Nikaenda supermarket. Nikachukua troli kubwa. Sina hata shilingi moja. Nilikuwa najipatia nini? Furaha. Nikaenda huko nikachukua kiwi ile kubwa zaidi ya yote ndani. Nikaenda mahali pale nikachukua mkate refu zaidi ndani. Nikaenda mahali pale nikachukua maziwa kubwa yote kubwa ndani. Na nikaenda nikiimba wimbo. Magaria ibtayande nya, magaria ibtayat Yesu, magaria ibtayande nya, magaria neba magare, magaria ibtayande, magaria ibtayat Yesu, magaria. Nilipofika kwa kaunta, nikaangalia kando, nikaona reality. Na watu wako nyuma. Nikatokelezea nyuma huko. Nilipokuwa nataka kutoka hivi, nikapatana na mwingine akasema, "Pastor, huko area samoni sako zinanikusanga. 1000 ngapi?" Nikarudi nikasema, "Kumbe imani ilikuwa karibu." Nikaenda kuokota vitu ya 1000 ngapi? 2. Na nikakuja kwa line tena. Na nikakaa kama nimesononeka, nikasema, "Kumbe ningelipiwa ni penye Mungu alikuwa anajaribu nifike kwa tela." Shetani akaniangelesha. Nikawa nafuata mtu anafanya shopping 23,000, 24,000, 27,000. Alafu akaangalia mimi akasema, "Ongeza hata ya huyu." Karibu nitoe ile troli kubwa kama hiyo, nikasema sio hii ndio hii. Lakini nikaenda na nyumbani na 2,000 nikalipiwa zile zingi. Bwana asifiwe. Hii safari inahitaji imani. Mungu wetu hawezi waacha sisi. Tatumanisia sisi kunguru walishe sisi hata kama nyinyi mnakataa. Lakini nyinyi si mnakuwa si wabaya. Wacha nimalize somo ndio tusikae sana. Namba ngapi? Namba 4 ya mwisho. The grace obligacy. 24 inasema nini? Then the woman said to Elijah, "Now I know that you are a man of God, and that the word of the Lord from your mouth is the truth." Inakumbukwa na inahubiriwa mpaka siku ya leo because of that legacy that woman did to Elisha. Every letter ile verse nyingine ya Matthew chapter 26 verses 13. Matthew 26:13. Kuna mama kahaba. Wakati Yesu alikuwa anatembelea rafiki yake, akaingia hata kwa Yesu. Na akamwaga mafuta expensive kwa miguu ya nani? Mpaka pastor mwingine hapo anaitwa Judas akaona wivu. Akasema, "Huyu mama anafanya nini bwana? Muongeleshe bwana." Kwa sababu vitu yenye anapewa mchungaji, kuna watu wanawananga kama nini? Mchungaji, labda nyinyi mtapata 1200 leo. Muone wazee vile wanaenda kwa ile room. Mtasakanywa mahali pale. Mnaambiwa unajua kuna Sunday school sanctuary haijafanya nini? Yesu mwenyewe akasema hivi, "Truly I tell you,
Na unajua mjue kuishi na watu, hata watu wenye watupendi. Angalia Judas huja anaongea neno hili, na Judas ni treasurer na anapenda pesa, na Yesu akakubali tu akuwe treasurer. Hata Yesu akatembea na Peter, mtu anabebanga na kisu, na watu wanatembea na yeye tu. Kwa hivyo because family tuelewane. Mkiona Timo anapenda kukula sahani 3, ili tusikosane, peanga mimi vitu yangu 3. Ama namna gani? Mimi si wewe na wewe si mimi, tukubaliane. Ama namna gani? Yesu akasema, truly I tell you, wherever the gospel is preached, kwa sababu ya huyu mama kunifanyia hivi, throughout the world, mpaka hapa Pioneer, what she has done will also be told in memory of her legacy. Bwana asifiwe. Kwa nini pastor anakumbuka 6,000? Bwana atasahau jina ya huyo mtu? Hawawezi kabisa. Remember kahaba anaitwa Rahab. Alikuwa anatoka shughuli zake za jioni. Aliunota shughuli ya Rahab. Alikuwa ni mama aina gani? Mama kahaba. Lakini akakutana na watumishi wa Mungu wanakimbizwa unyo. Watu 10 na ngapi? 12. Akaambia muingie hapa kila mara moja. Akana akafunika nyumba mara moja. Nyumba ya nani? Nyumba ya kahaba. Pastor, ukikasiwa unaweza ingia kwa kahaba kweli? Si wako Eldoret hapa. Enda simama na gari yako, ongelesha moja. Uone kama utakaa AIC Pioneer Sunday. Uniambie. Tuambiane ukweli. Si wako hapa tu. Omba Mwenyezi Mungu mtu wa AIC Pioneer asiwe anapita hapo na smartphone, afanye tu chat. Basta. Utatamani Yerusalemu ikuje. Wakaingia kwa Ahab, anaitwa Ahab. Wakafunikwa. Na kwa sababu wanatauti ni watumishi wa Mungu, hawawezi wakaingia mahali kama hapa. Hapa akasema, hata mkiniona kweli na teneja ya kazi mimi nafanya, watu kama hao wanaweza ingia mahali kama hapa. Wakasema na ni kweli, na wakaeba. Walipotoka hao watu wameenda, hao wase 12 wakasema, kwa kufanya hivi nyumba yako lote imekumbukwa. Na Ahab ako kwa genealogy ya nyumba ya nani? Ya Yesu. Kahaba. Kama kahaba anaweza kukumbukwa kwa kufanyia kitu watumishi wa Mungu, na je, nyinyi si zaidi ya kahaba? Nilipata wengine juzi wanapikana hapo, na mimi niko na kola. Wakapikana mpaka wakarusha mimi. Nikawaseparate. Na nikaambia tuongee tafadhali. Wakasema wanangangania client. Nikaambia hata mimi nataka nikuwe client wenu leo. Mnaitishanga ngapi? Wakasema inategemea. Nikaambia kwa dakika 30 nataka niwalipe nyinyi 300. Nikawanunulia chai hapo na nikapatia 300 na tukahesabu dakika 30. Unafikiri walipomaliza walikuwa wanataka kuchukua hiyo 300? Ni kwa sababu hakuna mtu anawahubiria hapa. Na nilikuwa nasema tu hata watu wa Kenyirel wakipata mimi watasema, na ulitoka Tinderet msitu gani? Ruti huko kutuaipisha sisi. Nani atahubiria hao kama sisi? Kahaba Ahab alikumbukwa na nyumba yake ikakuwa restore, ikakuwa nini? Ikaseviwa kwa sababu ya one kind thing he did to the servants of God. Are you not more than Ahab? Siku ya leo waja Mungu awabariki, Mungu awaonekanie. Nikirudi Kapsabet nipeleke nini? Mtanialika siku nyingine ama pastor akipata mimi town anasema neema ya Bwana ikutoshi. Lakini nitakaa hapa chini nione mambo itaenda namna gani. Hata mimi nimekuja kubariki mchungaji. Thank you so much, Reverend Timothy. Bwana asifiwe. Amen. Mrs. Saina. Mrs. Saina yuko wapi? Nataka tuingie kwa sehemu ya pili. Singetaka kuongeza jambo. Leo ni siku ya wachungaji. Huyu mhubiri, program hii iko chini ya uongozi wa kina mama. Huyu mhubiri siku moja aliniambia ati
alitaka tu kujua hii namba inawekangwa kwa miti. Mganga kutoka Kitui anatibu nuks, anatibu kisirani. Akasema sasa ili aweze kujua hii inaendaga namna gani, akaweka namba yake kwa miti mahali. Na hakuweka jina. Akasema ukiwa na nuks, ukiwa na kisirani, ukiwa na nini, hii ndio namba. Alishangaa sana wenye walimpigia, wengine wao ni washiriki wake. So huyu Reverend Timo, so mambo hufanyika. Nikasema mimi siwezi pata ujasiri wa aina hiyo. Yangu kuweka kwa miti naweza nishinda. Kwa sababu turukola itaonesha Reverend Ng'ang'a. Nimetaja hivyo tu kwa sababu nataka kupatia Mrs. Saina nafasi ya kuja tuelekeze kwa dakika chache kwa hiyo nafasi ambayo imesalia. Tukimaliza kutoa kwa ajili ya wachungaji, tutakuwa na muda mfupi sana wa vikundi. Tukimaliza hapa, wana youth mtaenda huko chini na mtakuwa na mchungaji atakaa na nyinyi huko, Reverend Timothy. Alafu akina mama watabaki hapa ndani wote kwa muda mfupi, watakuwa na Pastor Wambua. Alafu sisi kama wazee tuende chini ya miti huko, tukiwe na kikao kifupi cha wazee kubarikiwa pamoja. Asante sana Mrs. Saina, Mungu akubariki. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Yes, today is our Pastor's Day. Thank you, Reverend. You've taught us how we can benefit from the four graces of God when we walk and bless our pastors, the servants of God. Thank you for that. I'm not going to take a lot of time because we have already been taught. So we saw it good to have our Pastor's Day going forward every family Sunday. Anytime we have a family Sunday, that will be, I think, we'll be putting our Pastor's Day on that day. So this is our second quarter, and we thank God. He has made it wise for us to have it today, which is 16th. So we are going to bless our pastors according to how we have planned, and we are going to request our servants of God to be with us. I mean to come to the front so that we can have their blessings as we greet them. And the first group that is going to bless our pastors, we have the youth. According to departments, we have the youth. So the youth, then we'll have the men, and we'll have the women coming last. And then the entire church will come to greet our servants of God as they sit down for the final prayers. So we'll request the youth. Youth, please, if you are ready, you can come. And I think those who will have M-Pesas will tell you which number. It will be put on the screen. So the youth, please come. The youth leader and all the youth will escort. If you are a youth, come forward and bless our pastors, greet them as you give your offering. Okay. They have their money in M-Pesa. The M-Pesa money number is 0723 30 96 82. The M-Pesa is on the screen, so you can M-Pesa that. So youth, thank you for that. Thank you so much. God bless.
Our next department will be the men. We'll have the men in the house. We are doing this to bless the servants of God. We have been told the graces that we'll have, the grace of increase, the grace of answers, restoration, and legacy. Your M-Pesa will be 0723, it is on the screen, 23 30 96 82. It will bring Priscilla Mtiso. The men are still consulting. You are done. Thank you. Wanaume wote tafadhali mkuje mbele kabla nipeane yale yote ambayo sisi tuliweza kutoa kama wanaume. Na ningependa hata kama ulikuwa umetoa hauna chochote kwa sasa na ulikuwa ushatoa, salimia wachungaji upate hiyo baraka. Tafadhali simameni wanaume wote. Najua tulishirikiana pamoja na tukafikiana, na ndipoza munisindikize kwa sababu mulifanya kazi nzuri. Na kama treasurer wenu ningependa kutoa shukrani zenu, shukrani kwa niaba ya uongozi ya wanaume kwa kusema wacha Mungu aendelee kuwaonekania na wabariki, kwa sababu muliweza mkatenda yale ambayo muliweza kutenda, na hii ikuwe tu ni kielelezo ama the beginning of the big steps that we are taking as men of this church. And to give you the information, sisi kama wanaume na kikundi nzima waliweza kuchanga 32,900 32,900, na wataweza kusindikiza, na kama uko nayo kwa simu ishawekwa kwa screen zetu, mnaweza kutuma hivyo. Asante sana, iko kwa M-Pesa, nitashughulika na treasurer. Karibuni sana wanaume, tupigie hao makofi tuwatie moyo. Asante sana, mbarikiwe. Mbarikiwe sana, asante. Asante sana, mbarikiwe. Thank you so much. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Thank you so much. Be blessed. Thank you so much. Be blessed. Asante sana, mbarikiwe wanaume. Asante sana kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Asante sana. Karibuni, karibuni. Asante sana. Thank you so much for the sacrifice that you did. God bless you. God bless you. God bless you. Asanteni sana wanaume. Asante sana. Be blessed with your families. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. This is awesome. Thank you. Thank you so much. Asante sana. Thank you, thank you, thank you. Proud to have been your coordinator. Asante sana. Mungu awabariki sana. Wacha hata nami nipokee baraka zangu. Asante sana. Asante, mbarikiwe.